penzi limenoga, penzi limewaka, limetaradadi. Shoga, sasa usichokijua kikubwa zaidi ambacho hata mimi kimenisikitisha. Shoga yangu sasa hivi yule bwana wako amerudisha na chumba kwa wewe mwenye nyumba. Sasa hivi kwa kulala shoga yangu kwa Kim. Upo nyonyo? Nipo titi. Sasa shoga yangu, sijui arudishe chumba, sijui ampate huyo Kim, sijui afanye nini. Mimi wala hata vinihusu. Kwa sababu huyo Kim mwenyewe atakuwa amepata bwana, amepata shida zile. Hivi kwa mfano, watolewe wanaume nje, waweke kama pale kibarazani. Halafu waambie uchague wanaume, Kado anaweza katoka. Una maana gani? Kwa Kado sio mwanaume au? Kwa sasa mimi sio mwanaume kwangu. Kwanza Kado hakuwa level zangu. Niliingia tu pale kama bahati mbaya shogangu. Alikuwa amenizibia riziki zangu zote. Kwa yeye ahamishe chumba, sijui arudishe vyombo, sijui afanye nini, wanunuliane nini. Mimi hata sio shida zangu shogangu. Halo. Usichokijua tu. Mimi sina tabia za mbwa kurudia matapishi. Nikishatema nimetema. Najua kuacha sijui kuachwa. Sijui kama unanielewa. Halafu hiyo Kado mwenyewe mimi hata simuwazi, sijajuta hata kumwacha. Kwa hiyo huyo dada ajisevia kabisa kadri ajuavyo. Yaani huyo Kado toka nilivyoondoka pale sijawahi kumwaza, sijawahi kumfikiria hata kidogo. Yaani kwa kifupi sasa hata mshipa wa imani haujawahi kunipanda kwa ajili yake. Na kingine shoga yangu, mimi hapa nishapata vibwana vyangu vyenye pesa vinaniweka mjini, ndio maana ng'aa kama hivi. Huoni na kitako kidogo kinaanza kunoga noga. Na kuona shoga yangu umeanza kuwa na kishindundu na wewe wanijibii. Na bado shoga yangu, hapa naenda zangu Masaki. Asa hivi tepu yangu ni Masaki mama. Naenda kunywa juisi nipo juju. Nikishuka juisi nashuka mwili na refresh mind. So kwa yule bwana Kado. Kwa hiyo yenyewe mama, achofanye vya kwa anavyojua. Mimi sio level zake sasa hivi. Shoga yangu, lakini Dati, kumbuka yule alikuwa ni mwanaume wako. Mlikuwa mnaishi vizuri, mnapendana. Sasa pengine hata alifanya hivyo tu kwa hasira, amefanya hivyo pia labda kulipiza kisasi tu kwa na yule mwanamke, sidhani kama anampenda. Wewe cha kufanya kama vipi, muongee malizane tu yaishi. Dadebu njoo taratibu. Hapa ni mjini, njoo taratibu. Njoo na flat shoes. Ukija na kiatu kirefu tangu kiapua. Sikiza nikwambie. Kwanza wewe, upo timu ya kule au upo timu yangu? Asa ngoja nikwambie kitu kimoja. Kama umeungana na wale, wamekutuma, uje unichole, uje unijaribu. Kwanza tu wapelekee hizi taarifa. Waambie mimi sistuki, hainiumizi, na wala simuwazi, na wala simpendi. Sio kwamba nitoka pale na jaribu, nitoka na maanisha. Mimi ni jeshi la mtu mmoja, naweza hata kupambana peke yangu. Kwa hiyo kama umeungana na wale, nenda tu mama Lux anakupa. Ungana nao, undeni jeshi, njoni. Lakini mimi naweza hata kupambana mwenyewe. Na siku nyingine ukija hapo usiniletee vitu kama hivyo. Kuhusu Kado wenu simhitaji na simtaki. Dati nawe, basi, sasa kwani mimi si nilikuwa naongea tu masiala. Umeboeka? So hivyo. Chuki za wifizo. Chuki za wifizo. Chuki za wifizo. Mwenyewe unampenda mume wako, unampa kila kitu maana ndio wako. Vidudu mtu kwenye ndoa yako wapo. Muone alivyotoa macho yake kama na vatumbo. Kwa umekaa bandala mazi unajifanya uelewi Utaelewa leo. Haya, shoga yangu. Kujifanya wewe mtakatifu sana humu ndani. Mpaka tukapa vyeo vya utulivu. Kumbe huna utulivu wowote. Shetani mwenye miguu meusi. Wewe kutoka hapa kwenda kutembea na Kado. Wewe hujui kama ndo ana mahusiano yake? Kumtoroka kidogo mke wake kama kaenda kutembea, basi wewe uko na nafasi kama ya kwako, si ndio? Mama, acha umalaya. Sasa acha mambo hayo kujifanya mtakatifu. Kumbe uache umalaya. Mimi usinistopishe bwana, kodi nalipa mwenyewe, nalipia kodi mtu hapa mimi. Hata kiniamisha sasa hivi pa kukaa na.
Kinachosababisha mumpige mwenzenu kitu gani? Tumefanya hivi kusudi kwa sababu anatembea na mume wa mtu. Ujui mama? Ujui? Kati yenu nyinyi vijuso nyinyi wenye sura kange derefoni. Nani aliyetembelewa na mumewe? Kwani mpaka utembelewe na mtu? Alafu mama wewe ndo kuadi sasa. Mtoto watu kuondoka kidogo tu ukaona bora umuunganishie huyu, si ndio? We paka mwizi wewe. Sisemi na wewe. Sisemi na wewe nyanya chungu. Mama usinionyeshe kidole. Nakuonyeshea wewe. Kwani mwanao huyo? Nalifanyia ufupi kanya nyanya chungu hapa. Tena shika adabu yako mbwa. Mimi hasira sijeni. Shika adabu yako. Ninapozungumza sitaki ngedelo yoyote kunisikiliza. Wewe mwenye sura kambirimbi. Mama ache. Watu ache kitu gani? Uache ujinga kutembea na ume za watu. Ngoja nikwambie. Achana nao. Achana na mimi kitu gani? Pumbavu tu havikufanya lolote. Achana nao. Wanakuuliza hao wajinga hao. Haya, mnachokumpigia mwenzenu kitu gani? Nyinyi nyote nyinyi mnakuja kumpiga mwenzenu. Ni nani hapa ni mke wa Kado? Na wauliza. Kilichowasababisha mje mumpige ni kitu gani? Nyinyi si mnaome zenu nyinyi. Kwa sura hizo mlizokuwa nazo. Nani kwanza mwenye sifa ya kuolewa hapa? Kati yenu nyinyi vijuso, kangedele. Nani mwenye sifa au mwenye haiba ya kike ya kuolewa nyinyi? Mtaishiwa kuchezewa na kusogezwa tu. Acheni watoto wenye sifa zao, wenye haiba za kike waolewe, washamba nyie. Tena iwe mwanzo na mwisho. Hapa kwenye huu mji mimi ndo topu. Nyumba hii ni ya kwangu. Sitegemei vikodi vyenu vya ushuzi mnaonilipa kwa pateni. Nitawatoa wote mmoja baada ya mwingine. Sina haja kuandikia notice kwa sababu madeni yangu ndio notice tosha. Nadhani mmenielewa. Sitaki upumbavu na nyie vijuso. Umemaliza? Unaniuliza nini? Sijamaliza, nimekaa nukta. Unatakaje? Yaani usichokijua. Mimi siogopi kwa kuwa wewe sijui mama mwenye nyumba. Sijui unanielewa vizuri. Si yenyewe tuna majumba hata kama ni ya ulisi. Maana unafanya hivyo utafikiri sisi tumetoka kuokotwa. Sisi tumezaliwa. Na hii kunipiga. Toka kione kifupi ka nyanya chungu. Nyumba za urisi simgerisi kwa baba zenu kiliwaleta nini hapa na viguu vyenu kaa audi. Umbavu zenu. Huyo naye, mama ache. Kione na chenyewe viguu kaa audi. Toka hapa. Chemba mpaka kimegulia machungani. Achana nao. Mwanangu, wasikusumbue. Haya ni maji ya jangwa tu. Si unanielewa? Yanakuja wakati wa mvua zikiondoka, maji lazima atafuata mkondo wake. Achana nao wapumbavu hao, wasikuulize. Sasa hivi ninavyosema, naomba toeni viguu vyenu hapa kama vijiti. Toka hapa, mwache mwenzio kione kwanza. Chembamba kama kimegulia machungani. Sikia nikwambie mwanangu. Achana nao wao. Ni maji ya jangwa tu. Yanajaa wakati wa mvua, si unanielewa? Mvua zikipita na maji yanaisha, yanabaki yale yenye mkondo wa asili. Si unanielewa? Achana nao wapumbavu. Usiumize roho yako kwa ajili ya wapumbavu tu. Basi mwanangu, nyamaza. Nashukuru sana Bwana Leo kwa kuitikia wito wangu. Nimefurahi sana kwa kuamka leo. Wito wangu mimi hapa kuja kwako, ninahitaji msaada sana kutoka kwako Bwana Leo. Nahitaji msaada sana. Na kwa taarifa niliyosikia wewe unaweza kunisaidia. Ni kweli kabisa. Kuna wakati unatoa msaada kwa watu ambao wanahitaji. Kwa sababu unajua jamii yetu namna ilivyo inapitia changamoto nyingi sana. Na watu lazima wapatiwe msaada ili waendelee kuishi. Kwa hiyo kama ulivyosikia kweli unatoa msaada. Karibu, si nikusaidia. Asante sana, nimefurahi kusikia hivyo. Na pia nadhani msaada wangu tu ni ule kama unavyofanya. Nimefurahi sana kusikia kwamba unatoa mkataba wa pikipiki kwa vijana ambao wana kazi mtaani. Hata mimi jambo langu ni hilo Bwana Leo. Nahitaji msaada wako nipatie pikipiki kwa mpenzi wangu ili naye aweze kujiendeleza kimaisha. Ulichokisikia ni kweli. Na kweli kabisa natoa misaada ya pikipiki. Lakini pia sio misaada tu, kwa maana watakuwa wanafanya kwa mkataba. Alafu pindi ambapo mkataba utaisha,
basi pikipiki itabaki kuwa ya kwao. Na anafanya hivi kwa sababu najua changamoto ambazo vijana tunapitia kwa sasa hivi. Unajua kwa kipindi cha sasa hivi asilimia kubwa ya vijana hawana kazi mtaani. Kwa ndio kitu ambacho kilipelekea mimi nifanye kazi ya kuwapa mikataba vijana walao wafanye kazi ama wapate kazi kwa ajili ya kuendeshea maisha yao. Nilitazama kabisa kama tusipowapa watu kazi ama vijana kazi ambao wana nguvu sasa hivi, wanaweza kujikuta wameangukia kwenye utekaji, wizi, na mwisho wa siku wakapigwa, wakachomwa na wakapoteza kabisa ndoto zao ambazo walikuwa nazo. Kwa ndo maana sasa nikaja na huu mpango wa kuhakikisha vijana wanapata ajira rasmi ambazo zitawaondoa kwenye haya matatizo ambayo pengine jamii ingewaona watu ambao hawafai. Kwa hiyo ulichokisikia bibie ni kweli kabisa. Sasa sijajua huyo mtu ambaye unamzungumzia, mimi naweza kumwamini vipi? Nikuondoe hofu, kama nilivyosema, ni mpenzi wangu. Yaani ni mtu mzuri, hata ukija kumuona utamwona ni mtu mzuri, kijana mtanashati, mpole, mchapakazi, hana shida kabisa. Na kingine mimi ndio nitakuwa mdhamini wake. Basi sawa. Kwa sababu umesema unamwamini na unamjua vizuri, naomba niachie tu mawasiliano yake, alafu nitampigia mambo mengine tumaliza. Kwanza niseme asante sana, na nimefurahi sana kuwa unasapoti vijana wenzako. Mungu akubariki sana, endelee kukupa moyo huo kakaangu. Yaani usije ukayumba wala kuyumbishwa na kitu chochote kile. Nitakupatia mawasiliano yake, utawasiliana naye mwenyewe na mtaonana, utamwona jinsi gani alivyokuwa mpole. Sawa, usijali shemeji. We vipi? Mbona ghafla tu nyumbani kwangu alafu unanisurprise na mabegi? Umefuata nini? Mimi niliona mpenzi wangu haina haja ya kupigia simu, nikaamua nikusurprise. Nikaona hamna haja ya kutoa taarifa wakati nakuja kwa mpenzi wangu. Au nimefanya vibaya? Umekuja kuanzisha familia. Ndio. Kwa mamlaka gani uliokuwa nayo kuingia humo ndani? Alafu nani mpenzi wako? Labda nikwambie kitu T. Mimi sikuwahi kukupenda wewe kwa dhati, bali nilikuwa nakutumia tu. Kwa sababu of course nilikununua na wewe ulikuwa sio mwanamke wangu wa halali. Sasa leo hii unakuja tu from nowhere na kudai hapa ni kwako. Uko serious wewe? Lakini Kai, unajua mpenzi wangu utani mwingine sio mzuri. Utani unaotumia sasa hivi mimi unaniumiza moyo wangu. Na unajua kabisa mimi ninavyokupenda. Na naomba nikutoe wasiwasi. Kama wewe hofu yako kubwa ni yule mwanaume, mimi nimeshaachana naye. Na ndio maana mpaka muda niko hapa kwako. Naona kabisa nimekuja na begi, nimekuja na nguo zangu. Kwa sasa hivi ni kazi kwako tu mpenzi wangu, nitumie utakavyo. Ukitaka unichemshe sawa. Ukitaka ndumangie sawa. Ukitaka nitumie na kachumbari sawa na kachori, usau tomato, yaani kuwa free. Halafu baby, utaanza kwanza kula au unaanza kwanza kunila?
wewe ni mwanamke au ni binadamu mwenye jinsia ya kike? Ukijiangalia kuanzia juu hadi chini, una kila sifa na kigezo cha kuwa mke wangu. So haijalishi kuwa umeachana naye au haujaachana naye, ila mimi siwezi kuwa bwana wako. Na hii nyumba unayoiona hapa ni Sobibo. Akiingia mtu mundani hatoki salama. Hicho ndo kilichokutokea wewe. Hapa ni kata mti, panda mti. Zamu yako lishaisha, waache wengine wafaidi. Ngalikuwaga na uwezo, ningemwomba Rais Mama Samia afungwe mahakama mapenzi. Nimechoka kuumizwa, ila ndo sina vigezo. Namwomba Muumba wa dunia, haya ninayoyapitia naumiza, sio mchezo. Ona mapenzi alofanya Samsoni kwa Delila akanasa, ndo mapenzi alofanya kafungwa Babu Seya.